Yeah, welcome again today. Today we are going to see the concave and the convex mirrors with its important terms. Leo tunakwenda kuitazama concave mirror na convex mirror ikiwa pamoja na important terms zake. Kitu ambacho unatakiwa kujua, convex mirror siku huwa inazibwa ndani. This is convex mirror, inazibwa, it is silvered inward, huwa inazibwa sehemu ya ndani. So this is called the convex mirror. Convex mirror huwa inazibwa sehemu ya ndani, lakini concave mirror inazibwa nje. It is silvered outward. So you may see here, it is silvered outward. So this we call it concave. We call it concave mirror. That is very, very important. Kwa hiyo kitu ambacho nataka kuijua leo ni kujua concave na convex mirror zikoje pamoja na important terms. Important term ya kwanza ni pole. Pole. Pole, we call it pole. Pole ni pointi ambayo inagawa concave mirror au convex mirror inagawa katikati. It's the point which divide the concave mirror or convex mirror into two equal parts, the upper part and the lower part or down part. So you may see K, this K here is pole or another point here. It depends in another, let's say, L. So point T, you may see pole at K and L. Ni ile pointi ambayo inagawa kioo either concave au convex mirror, inagawa sehemu into two equal parts, sehemu ya juu na sehemu ya chini. These points are called the pole of the mirror. Pole of the mirror. So that is very, very important to note. Kwa hiyo hiyo ni important point ya kwanza kuinote. Another point to note is called the center of curvature. Center of curvature, denoted by C. Center of curvature ni sehemu ya katikati ya sphere. Sphere kwa nini? Sphere tunamaanisha kwamba ni muunganiko wa convex mirror na concave mirror. Sasa ile point ya katikati, the center of the sphere, when you have sphere look like this, so here is concave and this is convex. So center of curvature is this point C. In the center of the sphere. Kwa ni sehemu ya katikati kabisa ya sphere. Kwa nini sphere? Kwa sababu tunajumlisha concave mirror na convex mirror, tunatengeneza kama sphere. So in the center of the sphere. So center of curvature, the center of the sphere, ambayo ndio hii denoted by this, is called the center of curvature. Center of curvature denoted by C. Kwa hiyo hiyo ni important term ya pili ya kuizingatia. Another important term ya pili ya kuizingatia ni we call it radius of curvature. Radius of curvature. Radius of curvature ni umbali kutoka from the pole kwenda kwenye center of curvature. Umbali kutoka kwenye from here, the distance from here to here. This distance is called the radius of curvature. Umbali kutoka, the distance from the pole to the center of curvature, we call it radius of curvature. This one is called the radius of curvature. The distance from the distance between pole and the center of curvature. Distance between C, distance between K or L
and C. Umbali kutoka K kwenda C au umbali kutoka L kuja C ndio unaitwa radius of curvature. So it is very very important to note. Hiyo ni term namba 3 kuizingatia. Another important term to note this point is called the principal. Another point to note is called the principal axis. Principal axis. Principal axis ndio huu mstari ambao unaunganisha point. This one is called the principal axis. The principal axis and also principal axis. Principal axis is the line joining the pole of the mirror and the center of curvature. Is the line joining the pole of the mirror and the center of curvature. Check here. Line joining K or L and C. The line joining between K or L and C ni mstari unaounganisha K na C au L na C. Tunataja hivyo kwa sababu sometimes it can be a concave mirror separately, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukawa unaizungumzia concave mirror peke yake na wakati mwingine inawezekana unaizungumzia convex mirror peke yake. So tunachozungumzia ni kitu hiki. Wakati mwingine unawezekana unaizungumzia concave mirror peke yake au wakati mwingine unaizungumzia convex mirror peke yake. So this is K and this is C. This is L and this is C. Kwa hiyo ule mstari ambao unaunganisha point L na C au point K na C, hiyo ndio inaitwa principal axis. The line joining pole of the mirror and is the center of the curvature. That is very very important to note. Another important thing to note is the focal length. Focal length. Lakini kabla ya focal length tutaongelea principal focus. Principal focus denoted by capital F. Hii point inawakilishwa na F. Principal focus, this is the point at which all rays traveling parallel to the principal axis reflected towards the principal focus. Ni pointi ambayo ray zote za mwanga ambazo zinakwenda sambamba pamoja na principal focus zinaakisiwa kupitia hapo. Hii inamaanisha nini? Hapa una principal focus, this point. Kwa hiyo mahali wa mwanga ukitoka ukigonga hapa huwa unaakisiwa kupitia this point. So you have this. Kwa ule mwale wa mwanga ambao unasafiri parallel to the principal axis unakuwa reflected kwenye point. Hiyo point inaitwa principal focus. We call it F. So the point in which the ray traveling parallel with a ray of light traveling parallel with the principal axis reflected through it. Kwa hiyo ni ile point ambayo mwale wa mwanga ambao unasafiri parallel na principal axis unakuwa reflected. Unagonga kioo alafu unakuja unapita kwenye principal focus. So that is an important term. Another important term is the focal length. Focal length ni umbali kutoka kwenye pole, the distance between the center of curvature and the principal focus. Ni umbali kutoka center of curvature and the principal focus, au ni umbali kutoka kwenye pole kuja kwenye
principal focus. It is denoted by small f. Ni umbali kutoka kwenye pole kuja kwenye principal focus au center of curvature kuja kwenye principal focus. So the distance between the center of curvature and the principal focus, or the distance between the pole of the mirror and the principal focus. Wewe utaona kwamba ni umbali kutoka kwenye pole kuja kwenye principal focus au kutoka kwenye center of curvature kuja kwenye principal focus. That is we call it the focal length, denoted by small f. Huwa inawakilishwa na small f. Sasa mathematically utaona kabisa kwamba focal length is equal to radius of curvature divided by 2. Focal length ni kuchukua radius of curvature. Utaiona focal length unachukua radius of curvature unagawanya kwa 2, ndio unapata what we are saying, the focal length. So it is very very important lesson. It is very very important. Kwa unachotakiwa kuzingatia, this is a convex mirror and this is a concave mirror. The concave mirror always silvered outward, inazibwa upande wa nje, concave mirror. Lakini convex mirror inakuwa inazibwa, it is silvered inward, inakuwa inazibwa upande wa ndani. Important term ya kwanza ni pole. Pole ni pointi ambayo inagawa kioo, either convex mirror au concave mirror, inagawa sehemu ya juu na sehemu ya chini into 2 equal parts. We call it the pole of the mirror. Na mfano wake ni point K na point L kwenye concave mirror. Another important term is radius of curvature. Radius of curvature ni distance between the we call it center of curvature. Center of curvature ni sehemu ya katikati ya sphere. Is the center of the sphere. Center of the sphere, why? Because we combine the convex mirror and also the concave mirror. So if we combine between them we get a sphere. Kwa hiyo ile sehemu ya katikati, that center point, we call it the center of curvature. That is very very important term. Another term is called radius of curvature. Radius of curvature ni distance, is the distance between the center of curvature and the pole of the mirror. Umbali kutoka kwenye pole of the mirror kuja kwenye center of curvature ndio tunaita radius of curvature. Kwa radius of curvature ni umbali kutoka from the pole kuja kwenye center of curvature, ambayo inaweza ikawa K au inaweza ikawa L ikaja kwenye C. The C is the center of curvature. Another important term is the principal axis. Principal axis, huu ni mstari ambao unaunganisha pole, the distance is the line which joining the pole and the center of curvature. Ni mstari unaounganisha pole and the center of curvature. Kwa hiyo tofauti kati ya principal axis na radius of curvature, radius of curvature ni distance between the pole and the center of curvature, but principal axis is the line, ni ule mstari ambao unaunganisha pole ya mirror pamoja na center of curvature. That is very very important. Another important term is the principal focus. Principal focus inawakilishwa na capital F. Capital F inawakilisha principal focus. Hii ni pointi ambayo mwale wa mwanga ambao unasafiri parallel, unaokwenda sambamba na principal axis, huwa unaakisiwa kupitia that point. Nimekuonesha mfano hapo. For example, this ray is traveling parallel to the principal axis. Inagonga uso wa kioo alafu inakuwa ina reflected. Sasa hii point ndio inaitwa principal focus ambayo inawakilishwa na capital F. Another important term is the focal length. Focal length ni umbali, the distance between the pole and the principal focus. Ni umbali kutoka kwenye pole kuja kwenye principal focus, au umbali kutoka kwenye center of curvature kuja kwenye principal focus. Umbali kutoka center of curvature kuja kwenye principal focus ndio unaitwa focal length, ambapo kimsingi focal length inapatikana kwa kuchukua radius of curvature unagawanya kwa 2.
Ukichukua radius of curvature ukigawa kwa 2, unachokipata ndio kinaitwa focal length. So this is very, very important lesson you're supposed to understand. You're supposed to be familiar with this material. Don't forget to comment, like, share, and to subscribe. Thanks.